Zanji jinsi alivyoingia ndani, alivyoona na jinsi watu walivyojaa kwa wingi, watu wamemiminika kuna kosiko Barazanji. Mwalimu Abduli, karibu. Lakini nakuita kwa jina la Mwalimu Abduli, watu wengi sana hawakutambui jina lako, hakutambua sifa yako, lakini pia watu wanataka kutambua wakati unapokuwa unawahutubu watu, unapokuwa msii unazungumza maneno ya Mtume, hadithi na aya, watu wanataka kujua Mwalimu Abduli wapi amesoma. Mwalimu Abduli, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mushahidina alkiram, mimi naitwa Abdurrahim Khamis Musa, naweza kusema ni mtumishi wa umma katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Fani yangu ni uandishi wa habari wa diploma, na kwa sasa nafanyia shahada yangu ya kwanza ya mass communication, mawasiliano ya umma, nikispecialize katika masala mazima ya uafisa wa habari. Kwa hiyo ndiyo taaluma yangu. Na kwa elimu ya dini, nimesoma elimu yangu ya dini katika marhala ya idadi Madrasatul Amin Kikwajuni, maarufu kwa Maalim Sule, ndipo ambapo nimepata taaluma yangu ya dini. Kikubwa tupo katika usiku wa Barazanji, pamoja na dua kuombea nchi kama ilivyo usiku wa Barazanji. Manake ndani yake patasomwa fusul ama atri za milango iliandikwa na Said Jaafar Barzanji. Vile vile kutakuwa kuna dua maalum ya kuiombea nchi yetu, hasa katika kipindi hichi tunachoelekea cha uchaguzi. Kwa hiyo kama tulivyoona mahudhurio ya Waislamu kutoka maeneo mbalimbali bara na visiwani, sote tumejumuika pamoja kwenye kupata madhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kasida, nagamati, makamati, abiyati mbalimbali, kwa lengo la kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo la kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo la kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kubwa zaidi kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tumeambiwa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yeye ni rehma kwa ulimwengu. Kwa hiyo rehma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tuisambaze, tunatakiwa tuitangaze, na miongoni mwa hadhara na jalsa za kutangaza hilo ni majlis kama hizi ambazo tunakusanyika kwa lengo hilo. Kikubwa lengo jingine na faida inayopatikana katika mkusanyiko kama huu, vile vile hii new generation ama vizazi vyetu hivi kuweza kurithi mambo kama haya ya kheri, na kuepukana na kwenda kufanya starehe ama burudani ambazo zinakwenda kinyume na mila na silka na tamaduni za Uislamu. Unapohudhuria katika majlis kama hizi, asaliwa Mtume, panasoma Qur'ani na sifa za Mtume, na pana mawaidha ndani yake. Kwa hiyo panapotolewa mawaidha, jamii, watoto, wanafunzi wanapata kukua katika maadili, katika mila, katika tamaduni za Uislamu, na hapo tutaweza kupunguza matendo maovu katika jamii, ikiwemo masuala mazima ya udhalilishaji, ubakaji, uporaji, uwizi, ulawiti, zinaa, ulevi na mambo kama hayo. Kwa hiyo tuhamasike zaidi kuhudhuria katika mikusanyiko kama hii. Tunapoalikwa tuhudhurie kwa wingi, tuwe na hamu ya kuhudhuria na tuichangie kutoa pesa zetu, ili mikusanyiko kama hii iweze kufanyika kwa lengo la kuijenga jamii katika maadili mema ya Uislamu, kwa lengo la kuijenga jamii katika maadili mema ya Kiislamu. Mwalimu Abduli, umebahatika kuhudhuria hadhara nyingi, hadhara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipi siri vijana wa ahbabi rasuli, vijana wa madarisi mbalimbali wanapokosa kukuona wewe umesimama MC, nyoyo zao zina kama zinaingia maji? Siri ni kitu gani? Au vijana mnakuwa mnapanga mazungumzo maalum kwamba leo nitakuwepo na tutakuwa tunakufurahikia? Maana katika mtu aliobahatika kuhudhuria hadhara nyingi za Mtume na akawa MC na kwa hivi visio vya Zanzibar ni wewe. Sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru mwaka huu jumla ya hadhara 14 alhamdulillah ndani ya mji wa Zanzibar, kiongozwa na hadhara kubwa ya maulidi ya kitaifa ya Zanzibar. Ndio huu kwa mwaka wa 5 naongoza maulidi makubwa ya kitaifa ya Zanzibar. Mungu akulipe kheri kubwa. Amin, amin. Na kikubwa nadhani
Sina sababu zaidi, bali nadhani labda ni imani ya hawa wanaoandaa hizi hafla kwangu mimi, lakini vile vile siwezi kujua wawasilishaji wangu, lakini naweza kusema kwamba imani yao kwangu ndio ambayo imewafanya wao kuniteua mimi kuziongoza shughuli hizo. Kwa hiyo zaidi ni dua kutoka kwenu, dua kutoka kwenu, kwa sababu taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio tunayoitaka katika kuyafanya haya. Mwalimu Abduli, dua tunakuombea na tunakupenda, lakini bwana mmoja anambia usimuone yule Mwalimu Abduli, watu wanampenda, amesoma madarasa zinafika 10 hapa mjini. Kwa hiyo watu wote wanambia, na ndio maana inapokuwa hadhara za maulidi hapa mjini watoto wa mjini wanampenda kwa sababu ni mwalimu wao. Hili jambo likoje? Mimi nimesomesha lakini sio muda mrefu, ndio nimetakharaj kwa Mwalimu Sule kama alivyosema. Na baada ya kutakharaj unatakiwa ujitolee kuwasomesha wengine. Kwa takriban kama miaka mitatu, between 2013 mpaka 2015 ndio kipindi hichi nilikuwa nikisomesha, lakini nikisomesha marhala vijana wadogo. Kwa hiyo actually naisabiwa kwamba na mimi ni mwalimu, kwa sababu wapo wanafunzi ambao wamepita kwangu na bila shaka wananiita Mwalimu Abdurrahim, mwalimu hakadha, lakini bado sisi ni wanafunzi na tunaendelea kujifunza. Na kwa sasa najifunza uzoefu wa utangazaji, uzoefu wa MC wa mzee wangu Sheikh Muhammad Suleiman maarufu Mwalimu Hibri Tol. Yeye ndo ambaye anaendelea kunipa material zaidi katika swala zima la utangazaji. Tunakushukuru sana Mwalimu Abduli, lakini Sayyidna Uthman ana maneno yake, anasema mwenye kujifunza na yeye afundishe. Maana yake kama unajitoa katika hilo usijitoe, kwa sababu Sayyidna Uthman anasema maana mwenye kujifunza na yeye afundishe. Bila shaka nashukuru kwamba mwaka huu nimeanza kuwatoa baadhi ya vijana kunisaidia kazi za UMC. Kuna shughuli 2 nimeziacha nikawapeleka vijana wengine ambao tayari nawapa taaluma na uzoefu nao, angalau kuweza kupata mtu ambaye nikizidiwa ataweza kunisaidia. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru kwa hiyo. Kunako sekta ya kutoa hutuba za misikitini, tunatamani kuna siku tukuone wewe unaeleza madihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutasema Mwalimu Abduli yuko kote kote. Vipi na kuna habari za misikiti? Swala la hutuba bwana ni swala kubwa sana. Ndio. Swala la hutuba kama tunavyojua, khatibu imamu ni bwana, ni nafasi kubwa sana. Kwa hiyo turidhike na hapa tulipokuwepo, inshallah kwa taufiki ya Allah tutafika inshallah. Tunakuombea Mwenyezi Mungu huko na huko na kukutaka. Amin. Na usimame kuna maulidi ya makuu ya kitaifa, utuongoze miaka 50 mbele, wewe kwa nzuri, ili ukalipwe kheri huko siku na kwenda kuna barzakh. Amin. Shukrani sana Mwalimu Abduli. Shukrani, afwan, asante.